Ni upo tofauti kati ya jaji na hakimu. Unafanya siasa? Nafanya mambo ya kijamii. Muhimu pia wa sisi vijana, nidhamu, kuheshimu kile unachokifanya. Lakini unaona maisha bila network yanawezekana? Zaidi hapa ni Mnyakyusa. Hizi tuna utani wa kidumu na mfagio, kuna gari la njano. Hiyo nabii akubariki kwao. Kupa leo nafasi tena. Venance, unarudi kuchagua ile kozi? Sababu walimu ni mbaya. Lakini kama na mazingira, ndio maana wanasema wanadamu wote wamezaliwa wakiwa wema, lakini mazingira yamewaharibu. Yaani kusomea ualimu inaweza ikawa kazi ngumu kuliko hata kufanya ualimu wenyewe. Fishing industry in Norway. Kwa hiyo lengo la wazi kwamba ni muhimu, yaani ni muhimu kuwa na fedha. Kipi utamani kuona kijana na kipitia? Tunamlindaje kijana? Mimi hapa. Una handle vipi negative feedback? Ni kudumu kwenye lengo au focus. This is Volley Media. Mambo vipi? Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Minutes. Ni dakika kama kawaida yetu, tunakuwa na dakika na Volley. Tunajaribu kuangalia mambo kadhaa au mambo mengi ambayo tunaweza tukasema yanaweza yakatugusa au yanatufanania sisi na maisha yetu. Tupo na mgeni wetu pia atajaribu pia kutushirikisha na ongea naye mambo mengi ambayo tunaweza kuyapitia au ambayo yanaweza yakatuhusu sisi. Kwa hiyo tutazungumza naye mgeni wetu wa siku ya leo kwenye dakika hizi chache ambazo tutakuwa na kipindi chetu. Kiufupi tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kiufupi tunayo mengi ya kuyasikiliza kutoka kwake, lakini tunayo mengi tena ya kubadilisha kupitia kile ambacho tutakisikia kutoka kwake. Nikukaribishe tuendelee moja kwa moja na kipindi chetu. Wetu anaitwa Venance, japokuwa ninatamani vile vile yeye anaweza akatupitisha vizuri kwenye yeye ni nani na tukamfahamu zaidi. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Karibu sana kwenye dakika na Volley. Nadhani tukukaribishe sasa, tukufahamu vizuri wewe ni nani, ili tujue tunakuaddress vipi sasa kabla ya kuendelea. Asante. Mimi kwa majina naitwa Venance Kabengwe Mwansumbule. Bwana Venance, hapo kabla hatujaenda mbali, tunaweza tukapata background kidogo, Venance ni nani, ili tujue ni namna ipi tuitumie kukuaddress. Hapo kwenye Venance ndio majina yako, lakini tupate kidogo hints za background yako tupate, ili tujue wewe ni nani. Sawa, asante. Kama nilivyosema, mimi naitwa Venance Kabengwe Mwansumbule. Mimi ni kijana wa Kitanzania. Kabila Mnyakyusa. Lakini pia katika taaluma mimi ni mwalimu. Nimesoma shahada ya awali ya ualimu katika saikolojia, Bachelor of Education in Psychology ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa kitaaluma mimi ni mwalimu, lakini pia mtaalamu wa saikolojia. Tuko na Venance ni mwalimu, lakini kikubwa zaidi hapa ni Mnyakyusa. Ni Mnyakyusa. Tunazungumzia watu wa Mbeya, nadhani kwa sahihi. Wanyakyusa tunawapata Mbeya sana. Wanasifika kwa baadhi ya vitu vyao fulani. Sema tusiende ndani sana kwenye masuala hayo ya ukabila, kidogo inaweza isikae vizuri. Bwana Venance, wewe ni mtu wa aina gani? Kwa haraka nikikutana na wewe nitambue nimekutana na mtu wa aina gani? Kuna watu ni wakorofi, kuna watu ni wapole, kuna watu wanajua kuwazibu, kuna watu, yani tuna watu wa aina nyingi. Wewe ni mtu wa aina gani kwa haraka? Mimi napatikana kwenye kundi la pili hilo. Mimi ni mtu mpole, mimi ni mpole. Bwana Venance anasema kwa ufupi sana kwamba yeye ni mtu mpole. Sahihi. Bwana Venance, umezungumzia elimu, umezungumzia shahada, kwamba umepitia shahada ya saikolojia nadhani. Ndio. Ili ufike huku lazima kuna level umezipita. Bila shaka.
Mtu akikuuliza shule ya msingi umesoma ya aina gani, unaweza ukatuambia vipi kuhusiana na elimu yako ya shule ya msingi? Unaweza ukasema umesoma shule ya msingi ya aina gani? Nimesoma shule ya msingi, shule ya serikali, nadhani utakuwa mwenyeji. Mimi nimesoma shule ya msingi Chiringe B Bunda Mara. Sekondari nikasoma Bulima Sekondari, nadhani sasa hivi kwa mkoa wa Simiyu. Before ilikuwa Mwanza. Advance nikasoma Enaboishu Arusha. Baadaye nimemaliza kule form 6 ndo nikajiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma. Tuna kasumba Tanzania. Nadhani ni wote tuna kasumba wa hizi shule kuzipa jina. Siku hizi tuna utani wa kidumu na mfagio, kuna gari la njano. Hiyo shule umeitaja wewe umesoma shule ya msingi, tuiweke kwenye kundi lipi? Kidumu na mfagio. Okay, kidumu na mfagio. Maisha ambayo tuliaishi hata sisi wenyewe na nini. Kengele unaisikia ukiwa nyumbani? Unaisikia kengele ukiwa nyumbani ndo unaanza kuvaa sasa. Unaanza kuvaa, unachukua kidumu chako na mfagio. Kulikuwa na umbali gani kutoka ulipokuwa unaishi mpaka kufika shuleni? Kama kilomita 2 hivi. Kilomita 2. Na nilikuwa mchelewaji kwa sababu kuna ile tabia ya shule ya msingi kuoga kidogo inakuwa changamoto, kupiga passport sio unafahamu. Na mkasubuhi chap unanawa miguu, uso na nini, unavaa kama ulivyosema kengele hiyo, unawahi na mfagio wako shuleni. Kwa hiyo mazingira namna hiyo kama kilomita 2. Kwa wakati huo kilomita 2 ulikuwa unazichukulia kawaida. Kwa sasa hivi unachukuliaje swala la wewe kusoma umbali wa kilomita 2 kwa umri wa mwanafunzi wa shule ya msingi? Kwa sasa kilomita 2 kwa sasa zinaweza zikawa zina changamoto kwa sababu umri niliosoma mimi unaweza ukatofautiana na wanaosoma sasa. Kwa hiyo kuna umbali hapo, kwanza usalama pia wa watoto huko barabarani ni tofauti na wakati ule. Kwa hiyo kilomita 2 huo umbali ni changamoto kwa mwanafunzi wa sasa. Baada ya shule za msingi, baada ya shule ya msingi, sekondari, umesoma boarding school au ni shule za kwenda asubuhi na kurudi? Ni kama nilivyosema, nimesoma Chiringe B. Nilifaulu kienda Nyendo sekondari. Baadaye nikapata ufadhili wa watu fulani ambao sitawazungumzia hapa, ambao walinifadhili nikaenda kwenye hiyo shule sasa, ambayo ilikuwa ni shule ya kulipia, kwa sababu walikuja kutafuta wanafunzi ambao walikuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo walihitaji hao wanafunzi ili waende kwenye ile shule kwa ajili ya kuibrand na nini. Hapo na mimi nikapata nafasi kwa mazingira haya. Kwa kiufupi umesoma boarding school? Yeah, boarding school from 1 hadi form 4. Leo tunakuletea option upya. Bwana Venance, tunakupa option upya kwamba sasa hebu Bwana Venance, kijana huyu ni wa kwako. Aende boarding school au akae day? Aende shule asubuhi anarudi unamuona kijana wako, au aende akakae boarding? Wewe unachagua option ipi bwana? Nachagua option ya boarding school kwa sababu ukiangalia kwa mfano shule nilosoma mimi na opti boarding school kwa sababu inamkutanisha mwanafunzi na watu kutoka sehemu mbalimbali, ambapo anaweza akajifunza vitu mbalimbali kutoka kwa wale watu waliokutana nao pale, wanafunzi wenzake. Shule za kata kwa mfano mara nyingi zinabeba wanafunzi ambao wanatoka eneo moja lile. Kwa hiyo kama ni mazingira ya kijijini unaweza kukuta watu wanazungumza kabila lile. Sio vibaya, lakini katika ukuaji inatakiwa mtu ajifunze pia mambo mapya ambayo ni tofauti, yanaweza yakawa hayapatikani katika mazingira yake. Kwa hiyo nitapendekeza zaidi akasome boarding school. Yeah. Napenda mwalimu wa saikolojia ni mwalimu wa saikolojia, kwa hiyo anaona boarding school kidogo zinakuwa na kitu kipya kinachoingia kwenye ubongo wa mwanafunzi. Ni moja kati ya point umeitumia kuamini boarding school kuliko hizi shule zetu hizi za kwenda asubuhi umerudi umekutana na baba, madaftari yako wapi, umempanga, umefanya nini. Maisha ya Kiafrika. Natamani
natamani kujua kukutana na watu wengi wa tofauti kwenye maisha yako ya elimu ya sekondari, naamini na ulivyofika kidato cha 5 na cha 6 pia umekutana na watu wengi vile vile. Kumekuongezea nini kwenye maisha ya kawaida haya, au kumekuongezea nini kwenye kuhandle situations ambazo labda kwa sasa unaweza ukawa unazipitia? Kukutana kwangu na watu tofauti, hasa wale tofauti na wale niliokuwa nao, kumeniongezea vitu vingi. Kitu cha kwanza naweza nikasema kujiamini. Sababu kujiamini na kuaminika, ukiendelea kuishi katika mazingira ya wale watu ambao mmekuwa pamoja na nini, kuna namna kama wanaweza wakashindwa kukuamini kwa sababu ya historia mbalimbali. Lakini unapokutana na mtu mpya, unaweza kila anachokiona kwako kinakuwa kipya kwake. Kupitia pale pia anaweza akakuamini. Na obvious ukiaminiwa inatoa hamasa ya wewe mwenyewe kuanza kujiamini. Lakini kitu kingine tamaduni mbalimbali tu, kwa sababu hata mitazamo kuhusu maisha na nini ni mambo ambayo nimefaidi kukutana na watu tofauti na wale ambao nilikuwa nao kwenye mazingira ambayo tumezaliwa. Ndio. Kwa hiyo unaturudisha kwenye ile misemo ile nabii akubariki kwao kwamba wakati mwingine inabidi sasa nabii akatafute chimbo jipya. Kwa chimbo jipya kidogo linatoa. Sawa. Nafurahi kupata mawazo ya namna hiyo, na naamini yanatujenga kwa namna moja ama namna nyingine. Bwana Venance, umesema ni mwalimu. Background yako umesema ni mwalimu, maana yake una bachelor ya elimu katika saikolojia chuo kikuu cha Dodoma, kama sija kunukuu vibaya. Unadhani leo ukipewa nafasi ya kuchagua upya kozi ya kwenda kusomea university level, tuachane na hizi level nyingine, unajua tunapita primary, tunapita O level, tunapita advanced, lakini tunakuja kujenga msingi wa wewe uwe nani kwenye elimu za chuo kikuu. Tunakupa leo nafasi tena, Venance, unarudi kuchagua ile kozi? Naomba nizungumze kwa namna hii. Leo nikipewa nafasi sitachagua kusoma ualimu, si kwa sababu ualimu ni mbaya lakini kama ulivyosema, kwa sababu tunakuja kupata msingi chuo kikuu. Ndio. Baada ya mimi kufika kwenye elimu hasa ya chuo, nikaja kubaini kwamba kama ningekuwa nina uelewa au elimu ya kutosha kabla ya kufanya uchaguzi, nilipaswa kusoma kozi za maendeleo ya jamii. Kwa sababu nimejikuta ni kitu ambacho wanasema kupenda unachokifanya au kufanya unachokipenda. Sasa hapa kwa hiyo nimejikuta kwamba kwa jinsi nilivyo na nilipaswa kusoma elimu zinazohusiana na mambo ya maendeleo ya jamii. Kwa kiufupi, tukikupa leo hapa nafasi tukakwambia sasa, bwana Venance, umemaliza kidato cha 6 sasa hivi, chagua kozi leo, hauchagui tena ile uliokuwa umechagua. Utanikuta maendeleo ya jamii, sio mwalimu tena. Sasa utatupunguzia idadi ya walimu au na wakati bado tunaona kwenye takwimu zinavyosema bado idadi ya walimu namba iko chini kulingana na demand ya mtaani. Yani uhitaji wa walimu ni mkubwa sana kuliko namba ambayo walimu waliopo mpaka sasa. Maana yake soko bado linahitaji liendelee kuzalisha walimu zaidi. Ni kwa nini unaona kule kwenye soko unaona tena usingepachagua, na wakati soko sisi tunaliona kubwa, soko liko zuri kabisa na demand, ukiangalia takwimu, ukiendelea kusoma unaona bado walimu wanahitajika. Lakini ukiachana na kuhitajika, nadhani ni kazi, wanasema walimu ni wito wanasema walimu ni wito. Sasa wewe kwa nini unadhani unge opt kuchagua kozi tofauti na hiyo uliyosomea? Pamoja na ukweli kwamba walimu bado wanahitajika, lakini pia mchango mkubwa walionao walimu kwenye jamii, ila mimi nadhani kwenye maendeleo ya jamii ningechangia zaidi. Nadhani ningechangia